Zaburi ya 138 mstari wa 2 inasema, nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu. Nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako. Bwana asifiwe sana. Mwimba Zaburi anatambua na anamwambia, anasema Mungu anatambua kwamba Mungu ameikuza ahadi yake kuliko jina lake. Ameikuza ahadi yake kuliko jina lake. Ukiliangalia jina la Yesu, jina ambalo Biblia inasema huyu Yesu alikirimiwa jina lipitalo majina yote. Ukisoma katika Wafilipi 2 mstari wa 9 inasema, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Ambapo anasema ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Bwana asifiwe sana. Sasa anaposema ameikuza ahadi yake kuliko jina lake, maana yake ni kitu kikubwa sana, kwa sababu jina la Yesu linapita majina yote. Biblia ndio inasema hivyo, linapita kila kitu. Mungu alimkirimia jina lipitalo majina yote. Jina la Yesu ni kubwa kuliko kila aina ya ugonjwa, kuliko udhaifu aina yoyote, kuliko jambo lolote. Jina la Yesu limeinuliwa juu. Bwana asifiwe sana. Na anasema kwa jina la Yesu kila goti linapigwa na kila ulimi unakiri kwamba Yesu ni Bwana. Sasa kama jina la Yesu linapita majina yote, unapoona kwamba Mungu alimkirimia jina, unapoona kwamba Mungu ameikuza ahadi kuliko jina lake, maana yake Mungu ni mwepesi sana kutimiza ahadi yake. Yaani yuko mwepesi sana kufanya yale aliyoyasema, aliyoyanena. Bwana asifiwe sana. Ndio maana anasema analiangalia neno lake apate kulitimiza, kwa sababu ahadi yake ni neno lake. Ahadi yake ni neno lake, yale aliyoyasema kwenye neno lake. Ndio maana tunapoomba unatakiwa uombe kulingana na mapenzi ya Mungu. Uombe kutokana na neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu analiangalia neno lake apate kulitimiza. Anaiangalia ahadi yake apate kulitimiza. Bwana sifiwe sana. Si unaelewa mwana wa Mungu? Kwa hiyo Mungu asemi uongo. Mungu akisema lazima afanye. Akikuahidi lazima atende. Bwana asifiwe sana. Akikuahidi lazima atende. Ukisoma katika kitabu cha Mithali 6 mstari wa 2 anasema, basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Mungu ametegwa kwa maneno ya kinywa chako. Yaani yale maneno aliyoyataja kwenye neno lake, aliyoyasema, yamemtega, yamefanyika kuwa mtego. Biblia ya Kiingereza inasema ni snare. Yaani amefanyika kuwa mtego kwake. Yaani kile kitu kimemtega. Unapombana kwenye neno lake lazima atende. Bwana sifiwe sana. Kwa sababu yale maneno yamemtega. Unapomwambia Mungu, ulisema kwenye neno lako kwamba utaniponya. Kwenye Yeremia amesema nami nitawarudishia afya. Kwenye Isaya 53 amesema kwa kupigwa kwake ninyi mmepona. Bwana sifiwe. Unambana kwenye maneno yake, na analiangalia neno lake apate kulitimiza. Na neno lake ni ahadi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Si unaelewa mwana wa Mungu? Kwa hiyo Mungu alimkirimia jina lipitalo kila jina, lakini ameikuza ahadi yake kuliko jina lake. Ameikuza ahadi yake kuliko jina lake. Mungu ameikuza ahadi yake kuliko jina alilomkirimia Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana atukuzwe sana. Kwa hiyo unapomuomba Mungu, unapomwendea Mungu, ni vema kujua ahadi za Mungu juu ya maisha yako. Ni vema kufahamu Mungu anasema nini juu ya afya yako. Ni vema kufahamu Mungu anasema nini juu ya biashara yako. Ni vema kutambua Mungu anasema nini juu ya elimu. Mungu anasema nini juu ya uzao wako. Bwana sifiwe sana. Anasema hakutakuwa na tasa wala mwenye kuharibu mimba. Bwana sifiwe. Ni ahadi ya Mungu, ameahidi kwenye neno lake. Bwana sifiwe. Na ahadi yake ni amina na kweli. Ni vema kujua Mungu anasema nini juu ya uzao wako, uzao wa tumbo lako. Ni vema kutambua na kujua Mungu anasema nini juu ya uchumi wako. Anasema nini juu ya habari ya kazi. Anasema nini juu ya biashara yako. Unambana Mungu kwenye ahadi zake, kwa sababu ahadi zake ni kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Isaya
ukisoma Isaya, kabla hatujasoma Isaya tuangalie, tusome Isaya kwanza 55 mstari wa 11. Isaya 55 mstari wa 11, Biblia inasema ndivyo itakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Bwana sifiwe sana. Huyu ni Mungu mwenyewe anasema ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Nimekwambia Mungu analiangalia neno lake apate kulitimiza. Anasema ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure. Yaani neno la Mungu akishalisema halitamrudia bure. Bwana sifiwe sana. Whether amesema kwa kinywa cha watumishi wake, kwa sababu analiangalia neno la watumishi wake apate kulithibitisha, au amesema kwenye neno lake, Mungu analithibitisha neno lake. Ahadi zake ni kweli. Bwana sifiwe sana. Neno lake halitamrudia bure. Anasema bali litatimiza mapenzi yangu. Bwana sifiwe sana. Neno lake amelituma litimize mapenzi yake. Halitamrudia bure. Halitamrudia bure. Bwana sifiwe sana. Unapomwendea Mungu, mwendee ukiwa na imani kwamba Mungu ameahidi atafanya, atatenda, kwa sababu neno lake halitamrudia bure. Halitamrudia bure, litatimiza mapenzi yake. Kile alichokisema lazima kitimie. Kile alichokisema lazima kiwe. Bwana sifiwe sana. Kwa sababu kwenye Hesabu 23 mstari kwenye Hesabu 23 mstari wa 19, Mungu mwenyewe anasema kwamba Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hata alitenda, iwapo amenena hata alifikiriza. Mungu huyu si mtu hata aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Bwana sifiwe sana. Mungu asemi uongo. Akisema kwenye neno lake lazima atimize. Akisema jambo lazima litimie. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ndiyo yake. Akisema ndiyo, hapana wa kusema, hapana wa kukataa, hapana wa kupinga. Mungu akisema lazima iwe. Mungu ana uwezo wa kuvunja protokoli za wanadamu. Anaweza kuvunja kanuni za wanadamu. Anaweza kuvunja vizuizi vya kila namna. Anaposema lazima atimize. Yeye si mtu hata aseme uongo. Bwana sifiwe sana. Na si mwanadamu hata ajute. Kwa hiyo unapomwendea Mungu, mwendee ukiwa unajua kwamba Mungu ameahidi kwenye neno lake, na kile alichokiahidi atakitenda, atakitimiza, kwa sababu ametegwa kwa maneno ya kinywa chake, amekamatwa kwa maneno ya kinywa chake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ahadi za Mungu ni kweli, mwana wa Mungu. Najua wanadamu wanaweza wakakuahidi wasikupe. Mabosi wanaweza wakakuahidi wasikupe, au wakakupa kitu tofauti kulingana na yani umeweka matarajio, lakini unapoenda kukutana na hicho kitu ni tofauti. Watu wanaweza kukuongopea. Watu wanaweza kukupa matumaini lakini wasikupe, wakakuangusha. Lakini si huyu Mungu. Yeye si mtu hata aseme uongo. Akisema atatimiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Akisema anatenda. Akisema anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Ezekiel 12 mstari wa 25, afu ndaruka ndasoma wa 38. Ezekiel 12 mstari wa 25, Biblia inasema, maana mimi ni Bwana, mimi nitanena, na neno lile nitakalolinena litatimizwa. Bwana asifiwe sana. Anasema lile neno nitakalolinena litatimizwa. Afu anasema wala halitakawilishwa tena. Wala halitakawilishwa tena. Mstari wa 38 narudia, anasema basi uambie Bwana Mungu asema hivi, maneno yangu hayatakawilishwa tena hata moja, bali neno nitakalolinena litatimizwa, asema Bwana Mungu. Bwana asifiwe sana. Lile neno ambalo Mungu atalinena, lile neno ambalo Mungu ameliahidi kwenye maisha yako, lile neno ambalo Mungu amelisema kwenye maisha yako kupitia neno lake, kupitia watumishi wake, anasema litatimizwa, halitakawilishwa tena. Manake hapo kuna neema ya speed. Bwana asifiwe sana. Kuna neema ya kufanyika kwa haraka. Hilo jambo halitakawilishwa tena.
Kama Mungu alisema atakurejeshea afya, nataka nikwambie siku ya leo, kwa sababu amesema kwenye neno lake, anakurejeshea afya. Afya ni haki yako. Bwana asifiwe sana. Kama amesema atakulinda, ulinzi ni haki yako. Bwana asifiwe sana. Hilo jambo halitakawilishwa tena. Kama amesema atakubariki, kubarikiwa ni sehemu yako, ni afya yako. Hilo jambo halitakawilishwa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo jambo alilosema halitakawilishwa tena. Halitakawilishwa tena. Bwana asifiwe sana. Kama Mungu amekuahidia, kumjua kwamba ametegwa kwa maneno ya kinywa chake.